Shalom mtu wa Mungu mahali popote pale ulipo. Hapa nipo na Pastor Freddy wa kanisa la CECT Tabaruka Sengelema. Tunataka kufahamu kuhusu ibada ambayo imeweza kufanyika leo, ibada ya utukufu wa Shekina. Pastor, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za uzima? Mungu ni mwema. Majukumu ya huduma yanaendelea? Kwa kweli Mungu ni mwema, tuendelea vizuri. Tumeweza kuona mlipuko mkubwa wa utukufu wa Mungu siku hii ya leo ya maombi ya siku 21. Nini ulikuwa msingi wa maombi haya? Ulichokiona katika maombi haya ndio ulikuwa msingi halisi wa huduma hii, kwa sababu tunatamani sana kuiona nguvu ya Mungu ikitenda kazi katika maisha ya Mkristo, kwa sababu bila nguvu ama utukufu wa Shekina katika maisha ya Mkristo hawezi kustahimili katika dunia hii. Na kwa nini iwe utukufu wa Shekina? Maombi haya yabebe jina la Shekina. Kwa nini lisiwe jina lingine? Ni utukufu wa Shekina kwa sababu katika maandiko matakatifu mara nyingi Bwana alipokuwa akijidhihirisha, nguvu zake akizidhihirisha, mara nyingi huo utukufu ambao Bwana alipokuwa akiushusha alijidhihirisha mwenyewe na kutenda mambo ambayo kwa kawaida yasingewezekana. Kwa hiyo utukufu wa Shekina ulifanya watumishi wa Mungu sana kufika hatua ambayo wamefikia, tumeipata injili hii. Kwa hiyo utukufu wa Shekina, kwa sababu uwepo wa nguvu za Mungu katika maisha yetu ndio kitu cha muhimu sana. Tunapohitaji uwepo wa Shekina katika maisha yetu, kwa sababu ni nguvu pekee ambayo inaweza kutustahimilisha kushinda. Tofauti na hapo, kuna kitu kinaita ikabodi ambayo utukufu umeondoka. Tusipokuwa na utukufu wa Shekina, maana yake kutakuwa na neno linaloitwa ikabodi, maana yake utukufu umeondoka. Sasa ili tuwe na utukufu wa Shekina, lazima tuondoe ile ikabodi. Lazima ule utukufu wa Mungu uwepo ndani yetu, tuendelee kuishi maisha ambayo baada ya hapa duniani tukutane na Kristo katika utukufu huo. Okay, tumeona watu wengi wakishuhudia kwamba kipindi cha siku 21 wamekuwa kinena kwa lugha, wakikutana na Mungu kwa namna ya ajabu. Tutarajie nini baada ya siku hizi 21? Mlipuko huu kuendelea, au baada ya siku 21 zingine nguvu hizi ziendelee kuonekana tena? Tunachotarajia ni kwamba ulimwengu sasa utafikiwa kwa injili ambayo inabadilisha nia za watu, kwa sababu katika kipindi kirefu watu wamekuwa wakifanya mambo katika mkanganyiko ambao wanashindwa kuona nguvu ya Mungu katika maisha yao. Wanautafasiri Kristo kama ni sehemu tu, labda wengine labda kwenda kupotezea muda ili wakipata matatizo, labda kama ni misiba wapate tu kufariji na nini. Yaani hawakuona kwamba kama kuna nguvu ambayo ni supernatural power inaweza ikabadilisha mambo yao yasiyowezekana yakawezekana. Yaani mtu hakuamini kama anaweza akamwona Bwana zaidi ya kusoma kwenye maandiko matakatifu tu na kwenye vitabu na kusikiza shuhuda mbalimbali. Lakini kupitia maombi ya siku 21 tumezaminia mwaka huu 2026. Bwana ametupa neno la utukufu wa Shekina, maana yake ni mwaka wa kukaa pamoja na Bwana katika uwepo wake, ili Bwana atufundishe yale ambayo anataka tuyaishi. Kwa hiyo baada ya ibada hii na maombi haya tuliyofanya siku 21, tunategemea sana mlipuko wa injili. Watu wataanza kumtumikia Bwana katika roho na kweli, maana watakuwa na kiabudu wanachokifahamu, sio kama watu ambao walikuwa na abudu kwa Mungu asijulikana. Sasa hao watu wataanza kuabudu Mungu anayejulikana, kwa sababu utukufu wake umewafunika. Asante sana Pastor, nikutakie majukumu mema. Amen. Mungu akubariki sana. Asante sana. Amen. Kama tulivyoweza kumsikia Pastor Freddy akielezea namna ibada kamili ilivyoweza kuwa na matarajio ya baada ya siku 21 ya maombi haya ya utukufu wa Shekina. Jina langu ni Steven Gerardi, Profesa Fahali ya Mtwara.